Sasa natamani kupitia msiba huu, nataka muwe mabalozi wema. Mabaraza ya madiwani yanavunjwa tarehe 20 ili sasa turudi kwenu muweze kutupima kama kazi mliotupa kwa miaka 5 iliyopita imekidhi viwango, na wengine wengi ambao watakuja tupambane nao. Sisi bunge linavunjwa tarehe 27 na ratiba ya Chama cha Mapinduzi imekwisha toka kwamba kuvuta fomu itakuwa tarehe 28 mpaka tarehe 2 mwezi wa 7. Baada hapo vikao vitaendelea vya mapendekezo ya watiania ambao watajitokeza. Kwa madiwani, majina matatu yatadhihirishwa na kamati ya siasa ya mkoa. Watu watatu wataletwa kwenu kwenye kata zenu. Sasa mtawapigia kura za maoni wale wana CCM ambao ni wajumbe mkutano mkuu ya kupiga kura za maoni. Na wabunge, kamati kuu ya chama itateua majina matatu kila jimbo. Hayo majina yatakuja kwenu wale wana CCM ambao ni wapiga kura mkutano mkuu. Mtapiga kura za maoni kwa diwani na kwa mbunge. Na makatibu wa chama wa kata wameshapewa maelekezo kwamba kuna vituo vitatambuliwa vya kwenda kupigia kura kwa wana CCM wale wajumbe wa mkutano mkuu. Baada ya kura za maoni, matokeo yatatolewa mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu. Baada ya hapo, majina hayo matatu ya madiwani na mbunge yataenda ya diwani, yataishia kwenye halmashauri ya mkoa. Watateua mgombea mmoja, atakuja kuwa mbeba bendera ya Chama cha Mapinduzi kwenye kata zote nchi nzima, ikiwepo Nyanungu hapa. Na kwa majimbo, halmashauri ya taifa itateua mgombea mmoja wa kila jimbo wa Chama cha Mapinduzi, aletwe kwenu apambanishwe na vyama vingine ambavyo vitakuwa vimeweka wagombea katika uchaguzi wa mwaka huu. Huo ni mchakato ndani ya chama. Lakini sasa hivi hapa kwetu yako mambo yanaendelea. Na mimi nilisema nitatumia msiba huu kuambia, kwa sababu nyinyi ni ndugu zangu. Na nyinyi ndio mlinipa ubunge, hajalipa mtu. Kwamba mimi sio mbunge wa mtu mmoja. Mimi ni mbunge wa Irege, mbunge wa Lenchoka, mbunge wa Wanchari, mbunge wa Wakira, mbunge wa Nyabasi, mbunge wa Nyamongo, wamo hata wa Hunyaga, wapo wa Sweta, wapo wa Kenye, koo zote 13 kwenye jimbo hili. Mimi ndo mbunge wao. Lakini nimeanzia hapa kwetu. Sasa yako maneno watu wanajiuliza inakuwaje? Sababu ni nini? Mimi nitapitia maeneo mawili. Eneo la kwanza, Mheshimiwa Diwani amesema hapa. Na Mheshimiwa Diwani si kwamba wao namsifu bahati mbaya. Huyu Tibochi. Bahati nzuri mimi ni mbunge wa awamu ya pili kwa kazi za udiwani. Tibochi Richard amefanya kazi ya kidiwani hapa Nyanungu. Kwa udiwani kafanya kazi ya udiwani. Mnyonge mnyongeni haki yake mpeni. Kwa kazi ya udiwani amefanya. Anaweza kawa na mapungufu mengine kama binadamu. Na hiyo haimaanishi kwamba lazima aendelee kwa diwani. Mimi kama mbunge namuona amefanya kazi ya udiwani. Lakini wako vijana wetu wapo. Watakuja, watajaza fomu, mtapambana naye, yeye ndio mnajua mnayemtaka. Uongo kweli? Mimi nitakachofanya, wana CCM kwenye kura za maoni na vikao mbalimbali watakaye mleta kwamba huyu ndio diwani tutakao diwani wa kata hii, maana yake napokea kwa mikono miwili. Lakini shughuli za kidiwani, nimefanya ziara hapa, nimetembelea miradi, hata mradi unaozungumzwa hapo. Na nitaeleza hapo kidogo alafu nimalize jambo la mwisho. Hayo yanayoendelea. Ndugu zangu, kuna watu hapa nizidi umri. Kuna baba zangu hapa, kuna mama zangu hapa, kuna bibi zangu. Wananizidi umri, wengine hata elimu. Wengine hata kutembea. Lakini ukifuatilia kata ya Nyanungu peke yake, hapa nafikiri diwani mna zaidi ya shilingi bilioni 3 hapa. Bilioni 5.2. Kuanzia 2020-2025. Na bilioni 5 sio maneno. Mlichanga saiga sana.
Akina mama walinyang'anywa kuku hapa. Chilichukuliwa hapa meza na meza zao. Mlikabana mashati sana kujenga Nyanungu sekondari. Nilipokuja nikasema tutakachofanya ni kupunguza michango kwa wananchi ili wananchi wapate akiba wafanye matumizi yao. Shughuli kubwa za maendeleo tufanye kama watu wa serikali, kama wawakilishi wenu. Ndio maana leo hapa mnazungumza Nyandaga inajengwa, hamkuchanga shilingi 100. Zaidi ya milioni 580, sio? Pointi 3. Ndio leo unazungumza tena shule ya msingi ipo kama high school. Ndio leo unazungumza mradi wa maji zaidi ya bilioni 1 utahudumia kata hii, vijiji vyote. Sasa tumeextend kata ya Goronga kwa sababu ndio umekufa, kisima kile hakina uwezo kutoa maji. Ndio maana leo hapa mlikuwa mpito wakati wa mvua. Unaweza kukaa hapa mvua ikanyesha, ikakatika, mkatembea hata na pikipiki. Ninyi mnafahamu. Lakini hata shule zenu hazikuwa hivi zilivyo. Mimi nilichukua kwa nguvu zote kwamba shule ya sekondari Nyanungu imejengwa na Saiga. Kule Dar es Salaam kuna watu ambao walikimbia na pesa za watu hapa, walikimbia michango ya Saiga. Nikaona shule hii ni shule ya kihistoria. Tukaipa heshima, tumeweka miradi, tumejenga mabweni, tunapeleka maji. Sasa hivi ninavyozungumza, tarehe 8 mwezi wa 7 wataanza kusoma watoto wa kidato cha 5 hapa Nyanungu sekondari. Sasa sio ndoto. Na ile shule itapanuliwa, itakuja kuwa chuo kwa sababu ni eneo la kutosha, na tunaweka pale masomo. Tumeanza na masomo ya arts, tutaweka masomo ya sayansi, yakiwepo masomo ya kilimo. Kwa hiyo mtoto anaweza kaanzia shule msingi Mangucha na maeneo mengine akaenda hapo anasoma chuo na anafanya kazi duniani kote kwa kiwango kile kile na anatokea Nyanungu sekondari. Tumefanya hiyo kazi. Lakini nyie mnafahamu hii kata ya Goronga kazi iliyofanyika. Hapa anaposema kuna jengo zahanati ni Mangucha, tunajenga zahanati Kenyamusabi, tunajenga Masurura, tunajenga hapo Masanga zahanati. Tunajenga Kitawasi zahanati. Lakini hata ukienda Kuihanja, ile zahanati ya Kuihanja haikuwepo, leo ipo. Tumeenda kuwasha pale umeme, wamepelekea nguzo 40. Nguzo ni nyingi kuliko watu ambao wanaweza kuweka umeme katika majumba yao. Kituo cha afya kile hakikuota kama uyoga. Tumejenga kwa mapato ya ndani. Wataambia watu wa Kuihanja kwamba kuna mtu alipiga simu, kituo kikaja. Zahanati pale sekondari ya Kibaso, lile bweni limeleta likiwa naibu waziri wa TAMISEMI. Tumeongeza madarasa. Yule mkuu wa shule aliiba pesa, tulimkamata, akanyang'anywa kazi, tukaleta mwalimu mwingine, kazi inaendelea Kibaso sekondari. Nenda mpaka Nyabarongo. Shukrani Nyarokoba sekondari pale tumejenga karibu 2. Shule za msingi mpya 2 ikiwepo na Msege ile ni pale Bongenga sekondari. Na wenyewe na mradi wa maji zaidi ya bilioni 1. Nimeingia jimbo hili nikiwa TAMISEMI, kituo cha afya ya Genkuru hakijakamilika, zimeliwa fedha zaidi ya milioni 700. Tulimfukuza mkurugenzi hapa wa halmashauri. Ninapozungumza hapa leo, Genkuru watafanya upasuaji pale pale. Na mradi wa maji wanao. Panda Nyamwaga, yale majengo hayakuwepo. Yale ambayo unaona pale leo hayakuwepo. ICU haikuwepo. Magari maeneo ya wagonjwa mahututi hayakuwepo. Mradi wa maji Kesangora. Leo tunapozungumza tuna shule ya sekondari mpya inafanya kazi Kimusi. Na nakumbuka zahanati ya Kimusi nimekuja kuifungua nikiwa naibu waziri wa TAMISEMI. Nenda Italemi, shule ya msingi watoto wanasoma. Mradi wa maji Nyantira. Nenda kwa sekondari yao. Njoo Mliba. Nimekuwa hapa nakuja nikiwa Ukonga, Mliba sekondari wanapambana, haijaanza na Bungulele. Tulisimama watoto wanasoma leo. Nenda mpaka Kobori. Nenda njoo Itiro. Hiyo sekondari ya Kangaliani haikuwepo, zahanati haikuwepo, mradi wa maji haikuwepo, makaravati haikuwepo, madaraja haikuwepo katika eneo hilo. Leo tunajenga Segese, tunajenga Birandi, tunajenga kule Bukonge, tunajenga mpaka kule kwa Osese kule. Kugogo. Tuwe
shule ya msingi Segese, shule ya msingi Kungogo na Mgandi tunajenga pale shule ya watoto wadogo. Lakini shuka hapa, wewe nenda mpaka Ntagacha, nenda mpaka Borega, nenda mpaka Kanyange, njoo Nyalero, ule mradi wa maji unaona mnara mkono wa kulia unateremka, haukuwepo. Ile zanati pale haikuwepo. Hii barabara lami haikuwepo pia. Tumeleta nikio ujenzi na uchukuzi katika eneo hilo. Shuka hapo, wewe nenda mpaka Binagi, nenda mpaka Nyasaricho, nenda mpaka Legicheri, sekondari 2, njoo Bukina sekondari, nenda mpaka Morabu, kwa Biterera sekondari, ipo watoto nasoma. Shuka mpaka Kiongera, mradi wa maji, kituo cha afya. Nendeni mpaka Nyabirungu ya Susuni, shuka mpaka Bumera, nenda kwa Wakenye, njoo Nyamongo hapa. Ndugu zangu, inawezekana kuna watu wakufurahi mimi kuwa mbunge. Inawezekana kabisa. Lakini walikuwa na mambo yao. Sisi hapa, hebu nitajieni, kwenye hii Ingwe ya juu tumewahi kupata wapi hata mkuu wa mkoa hapa? Niambieni wanani. Umewahi kumpata hata DC hapa? Umewahi kupata mkurugenzi? Tunaye katibu tawala sisi hapa? Tuna katibu wa chama wa wilaya? Katibu wa chama wa mkoa tunaye? Angalau mimi nimebahatika kuwa katibu wa vijana wa wilaya. Nimekuwa katibu wa vijana wa mkoa. Mimi ndugu yenu ambao sasa hivi ndio mnanisonga sana, mnasema mtaniua, ndio mtu wa kwanza kuleta bendera serikali hapa. Mtu wa kwanza kuleta bendera hapa. Na nimekuja mpaka juu hapa. Mimi na Tiboche tulisimama hapa na Onyie wakati wa Vigingi. Tumesimama. Tumeleta mawaziri wa kutosha kweli. Vigingi vimewekwa, tumelia na nyie. Vimewekwa, tumelalamika, angalau muendelee kulima. Anakuja mtu anasema eti mimi nilikuwa mzembe sana, ndio maana kaweka Vigingi. Vigingi ameweka Waitara. Maana yake unaposema mimi nilikuwa mzembe, unataka nipambane na serikali. Nimepambana kwa hoja. Mawaziri wamekuja hapa, tumetembea nao. Na tumeendelea kusikilizwa, ndio maana wakuu wamekuwa wangapi mahamisha pamana. Tumelalamika na niliambiwa tuia, wewe mtoto mdogo utauawa. Naambia hapana. Kama nitakufa kwa ajili ya kutetea watu wangu, amrede, nipo tayari. Watu wanafanyia biashara. Mimi kazi yangu nilishafanya. Na nilikuja hapa mwaka 2010. Nikatamani sana kuwa mbunge wenu. Nikawa nasema, nikiangalia hii Tarime ilivyo, tunaweza kusonga mbele. Lakini kwa nini hatuendi? Kwa nini watu wanachangishwa sana pesa? Kwa nini watu wanaonewa? Nimekuwa mbunge, nikasema narudi hapa. Wakatumwa watu, wakaanza kusema huyo amekataliwa Ukonga, ni mbunge wa briefcase. Nikasema sawa. Ndugu zangu, nikiwauliza mmoja mmoja, tangu nimekuwa mbunge wa jimbo hili, kazi nimefanya sijafanya? Nimefanya. Nimewasemea sijawasemea? Nimewasemea. Sasa anachosema hapa ni kwamba mimi nilikuja nikaomba ubunge ili niwatumikie wananchi wangu. Nikaona kwamba napaswa kuwa na mchango kwetu. Na imani kazi ambayo nimefanya na uwakilishi ambao nimefanya Dodoma kwa ajili yenu mmeuona. Sasa nikatamani kwamba kama nimefanya kazi nzuri kwa muda wa miaka 5, nyie wananchi na wana CCM kwenye jimbo la Tarime vijijini ndio mnaweza kuniambia Waitara endelea au usiendelee. Sio mtu mmoja. Sio mtu mmoja. Nyie wapiga kura ndani ya chama na vikao vya chama na wananchi baada kama nitateuliwa. Mimi natarajia hivyo. Sasa haya maneno nitayazungumza wakati wote. Na ubunge huu mimi nawasikiliza nyie. Nimeenda kwa wakila wakaniambia tupo na Waitara tunatamba naye. Nimeenda kwa Wanchari juzi niko pale Susuni wakaniambia hakuna mwingine zaidi ya Waitara. Nimeenda kwa Wakenya na Wasoweto wakaniambia hakuna mwingine zaidi ya Waitara. Tumekuja hii Nchage yote tumetembea usiku na mchana. Mambo mnayoona yamefanyika Bwireki ndio mambo ambayo yapo kwa wakila, yapo kwa Wanchari, yapo kwenye koo zote 12. Tumefanya kazi ambayo Mungu ametujalia kufanya.
Sasa niwaulize mambo mawili. Yeye ndugu zangu, baki hapa Nyanungu na kaangalia na tarafa hizo hapo zingine hapa ndio kwetu, si ndio? Sasa niwaulize nyie. Wangapi wanasema nivute fomu? Ya mtu hapa. Wanaosema nivute fomu naomba nione mikono. Mchana kuipo mulika. Wanaosema nichukue fomu hapo tule mlandonge mikono juu. Naomba nione mikono yenu watu wa Mungu. Watu wa Mungu wanaosema nivute fomu mikono juu. Mikono juu. Asante sana. Bunge likivunjwa nitachukua fomu. La mwisho. Mimi ninachofanya hapa ni kwamba hii keki tulionayo tugawane wote. Sisi vijana wenu ambao tumepata fursa ya kwenda mbele kidogo, lazima turudi kuleta mwanga kwenye maeneo yetu. Kwenye kozi zote nikienda nawaambia, hata watoto ambao wanasoma, kama Mungu amesema hake nyie, Mungu amesema ametuumba kwa mfano wake, si ndio? Maana yake wanasema kilichokubaliwa duniani na mbinguni. Kila nilipoenda kwa kozi zote niliwauliza, nimefanya kazi kwa muda wa miaka 5. Mnasemaje? Wananiambia nenda uvute fomu, tuko pamoja na nyie. Na nyie hapa mmetia moyo sana. Nataka niwahakikishie, mimi sitawaangusha. Narudia tena, mimi sitawaangusha. Na mimi nitakuwa balozi wenu mwema. Mkiniomba samaki, nitawapa samaki na sitawapa nyoka. Baada ya maneno hayo, Mungu awabariki sana. Asante sana.